Habari za hizi ndugu mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya Triple A TV. Leo ni siku nyingine pendwa kabisa na nawashukuru kwa wafuatiliaji wangu wote wa channel hii ya Triple A TV. Lakini pia leo nimekuletea kitu kizuri kabisa. Tulia hapo hapo wala usiondoke. Maana leo kuna funzo kubwa sana ambalo tunalipata, kuna funzo uzuri sana. Ukiachana na Steve kubezi katika swala la kuchekesha, lakini pia kuna mambo ambayo yanatokea katika maisha yetu ya uhalisia. Anajitahidi kwa namna moja ama nyingine kuyazungumzia, na leo hapa nitakuonesha ni kwa namna gani anavyojitahidi kuyazungumzia mambo ambayo yanapatikana katika maisha yetu. Kwa sasa unakuwa na elimu katika nchi, lakini inapaswa ujiajiri wewe mwenyewe. Nadhani hapo mnanielewa kwa watu ambao mnapitia situation kama hiyo. Sasa leo hii unaweza kumuona Steve anavyoelezea swala kama hilo katika tamthilia yake hii ya Mem kwa School. Wala sitaki kuongea sana maana nitawachosha. Naomba naonesha kwa vitendo. Muangalie Steve huyu hapo jinsi anavyoelezea hilo swala katika tamthilia yake. Mwarabu, wewe ndekeza upato. Mwarabu. Tuheshimiane mwanangu. Unasikia wewe? Jibu hili. Kwa nini unampa huyu asili wakati umekosa wewe? Asila za nini? Wewe unakosa upato tu hapo. Pole. Unabishabisha, tungekulia hela. Wewe unanipa majibu ya uongo mimi? Ningesema nitafute mtoto haraka haraka, singekuwa na mtoto akulingana kama wewe. Wewe unanidanganya mimi. Hivi kile mnayemuona darasani unamuona unamuweza au sio? Na hivyo vimiwani vyako unaona watu wanakutaka mpaka unawapa majibu ya uongo. Ungesema sitaki. Kaka, sikupi jibu, ukaona mimi nishughulisha akili yangu, nafikiri ningeshindwa kupata lile jibu. Yaani unaniambia jibu la kinyume ili nikose. Wewe unufaike nini? Unahisi wewe wako wapi waliosoma sana kama wewe? Ndugu yangu, elimu ya darasani na elimu ya mtaani ni tofauti. Hakuna waziri hata huyu ambao unasikia eti alikuwa anakuwa kwanza darasani. Hamna. Wale watu utakuta tunamejaa wabunge kama Baba Levo. Ni watu elimu tu za kawaida. Wewe utakuja kunikuta mtaani uniombe kazi. Saizi tunakuwa wa kwanza darasani. Unawapa watu majibu ambayo kwa maringo yako wewe unawapa ya uongo ili wapate. Wewe mtembea bure, ondoka. Na wewe sinasikiliza. Unasikiliza vinakuhusu. Kweli ulichofanya sio vizuri. Kweli sura sio roho. Na uzilo. Nenda. Wewe kula chuma na muweza. Wewe ukirudia tena kunipa majibu. Watu kibao wananitegemea mle darasani niwape majibu. Wewe unakwenda kunipa jibu la uongo. Nashukuru. Asante, sawa? Asante. Uliona nakutaka? Njoo tuongee. Njoo. Unalingia weupe? Wewe. Hii? Analingia weupe. Wamejaa Mbagala. Linga. Nafikiri nitakosa kujistiri. I say, hii situation kwenye ukweli paje pasemo tu. Ukweli mimi situation hii katika kumbukumbu zangu nimeshawahi kuipitia. Situation kama hii katika kumbukumbu zangu nimewahi kuipitia. Situation hii muangalie Ngadu, ile jambo analifanya. Unajua kila shule kuna kuwa na mtu ambaye ni mbabe. Nikisema hivyo mnanielewa. Kila shule kuna mtu ambaye ni mbabe, na wewe akiongea kwamba huna cha kupinga utii neno. Ndicho kinachotokea hapa sasa kwa Ngadu. Kuna mtu hapa anaomba majibu, anaandikiwa majibu, lakini hajamfikia yeye, amefika mkononi kwa Ngadu, anashindwa hata kumwambia Ngadu nipe. I say, ile sala linachekesha sana. Bwana, hebu tuangalie, usitaki kuongea sana. Ile mtihani. Ndio umeisha, unaandika nini? Ile mtihani. Wewe mbona una karatasi mbili?
Wanani? Alafu wewe ni wanani? Huyu ni Kidege Peter. Huu mtihani wa Kidege Peter unafanya nini hapa? Kidege Peter yuko wapi? Hajaja. Kidege Peter si aliambiwa kwamba aje hapa akiwa na mzazi? Ndio. Kwa hiyo wanani unamfanyia Kidege Peter mtihani? Hamna, nisamee. Kwa unamfanyia mtihani? Aliniambia nifanye juu chini nimfanyie mtihani wake atanipa 7,000. Hivi hayo ndo maneno ya kuniambia mimi? Mbele pale. Nisamee mwalimu. Mbele pale, usimchafulie siku wewe. Mbele pale. Kwa naambia Kidege tutakamatwa asikii. Acheni janja janja. Acheni janja janja. Usisahau kusubscribe channel yetu ya Triple A TV ili kupata maendelezo zaidi. Haya sasa, twende kazi. Kiuhalisia hii scene inayofuata katika maisha yetu ya kawaida kwa ambao tuliosoma shule ama ambao wamepitia maisha ya shule. Hili swala ni la kawaida kabisa. Na swala kama hili kwamba si mwalimu kumtongoza mwanafunzi ilikuwa ni issue ya kawaida sana, ila walikuwa wanajitahidi kufanya siri. Lakini leo hii inaonekana mwalimu kwamba anataka kuzilisha mambo yawe wazi. Yaani kwamba anataka kuweka shaka katika mioyo ya wanafunzi. Eti mwanafunzi wa kwanza na wa pili asipewe zawadi aje kupewa zawadi mwanafunzi wa tatu. Hii ni hatari kubwa sana. Sitaki kuongea sana. Angalia hapo teacher Madevu anatoa zawadi kwa mwanafunzi ambaye ni watatu, wa kwanza na wa pili amewaacha. Tena mbele ya wanafunzi, ni bora angewaita pamoja. Ni mbele ya wanafunzi darasani kabisa anatoa zawadi kwa mwanafunzi wa tatu, alafu wa kwanza na wa pili amemwacha. Hii ni swala la ajabu kabisa, na hata kwa mwanafunzi ambaye mwenye akili timamu atakuwa kuna jambo ameshaligundua hapo. Sitaki kuongea sana. Naomba uangalie hao hapo. Jiani. Yaani kumbe anatembea alafu. Kwani hili darasa mna nini jamani? Na ndio maana ukasema kuna mwanafunzi kama kwenye hili darasa kwa sababu mimi mwenyewe sijai kumuona. Mbadilikeni basi, sio muda wote wa masiara. Mna nini lakini? Turudini darasani. Wa kwanza ni Irene. Naomba umpigie makofi ya nguvu. Pigeni mfano kwa Irene. Alafu ni wa kike. Mtoto wa kike anaongoza. Wa pili ni Mohamed Batash. Makofi. Ni vizuri, sio vibaya, ila mtoto wa kiume anakuwa wa pili, mtoto wa kike anakushinda. Jitahidi mtihani unaokuja. Na watatu kajitahidi lakini hajafanya vizuri hivyo kwa sababu hajawa wa kwanza wala wa pili, ila sio mbaya. Ni Mary Michael. Makofi. Sasa tumejitahidi. Naomba Mary Michael awe mfano huyu katika hili darasa. Kuwa mtu wa tatu sio mchezo. Pigeni makofi kwa niaba yake. Na kwa kuwapa chachu wanafunzi wengine, naomba nimpe zawadi ndogo Mary Michael Square. Makofi nzuri. Alafu Mwalimu Madevu, msamani. Kwani Mary Michael amekuwa ngapi? Si amekuwa watatu? Sasa inakuwaje unampa zawadi mtu wa tatu wakati kuna wa kwanza na wa pili? Kwa nini usingewapa wote? Uone kama utakuwa unafanya upendeleo. tuliangalia tuweka sawa. Kwa hiyo hapa hapana mwalimu, hiyo haiko sawa. Wewe unadhani hata wanafunzi wengine wanachukuliaje? Hivi unapowapa zawadi unawapa motisha na wanafunzi wengine waweze kufanya vizuri. Lakini unapotoa zawadi hivi kwa upendeleo, hiyo inakaja. Sio upendeleo wanafunzi. Nataka muongeze juhudi. Kwa nini mmempa Mary Michael? Kaonyesha juhudi katika masomo yake. Na wengine sio kama sitoa, nitawapa. Ila watakuja ofisini, mimi nitajua jinsi gani kuliweka sawa. Au sema ni mwalimu. Mkakazi. Mary Michael, naomba hiyo. Mwalimu.
Hii zawadi ya Michael moto mkuboni. Hebu kaeni. Kakaeni. Nitakawataja hapa mbele, naomba waje haraka. Maana ona sasa hivi mnataka kunizoea. Ngadu. Tembea wewe. Mbona uko na nidhamu ya ajabu? Afu wewe ndio kwanza. Mwalimu anapokuita hapa mbele, sio unakuja umenikunjia sura. Sio, unanielewa? Pita huko bwana. Kisweta. Pita taratibu. Aya, nini kinachochekesha kitu gani? Kwamba Kisweta alipopita anachekesha au si walimu tuliosimama hapa ndo tunachekesha? Sorry for yourself. Stephen Moses. Huyo Steve yupo kwa yupo? Wanani pale karibu nasi. Wanani Njombe? Unashangaa nini wewe, kwani kuna wanani mwingine huko darasani? Angalia mirasta yake kama mizizi ya dawa. Tunawaita hapa mbele sasa hivi ndio tunawaita, sijui tuwaitaje. Mwalimu Madem, naomba unisaidie. Hao walotoka mbele sasa hivi, hao ndio wameangusha darasa letu, na nitaanza kumtaja mmoja badala ya mwingine. Kisweta amekuwa watatu kutoka mwisho. Anayefeli hivyo unachukua tumbe adhabu gani? Naombeni mumzomee. Mbona leo umezomewa? Kuna huyu baba yao anaitwa Ngadu, amekuwa wa pili kutoka mwisho. Mzomeni. Sijamzomea. Wanani? No. Unajua kwani nimekuta pale? Hapana. Ulikuwa unachezea simu darasani. Sasa hii kesi yako ni nyingine tofauti na hao. Kwa naomba kanisubiri ofisini sasa hivi. Sasa huyu ndio ameangusha darasa. Napigwa. Nashukuru sana kwa kunifuatilia katika channel yangu ya Triple A TV. Ndugu wapenzi watazamaji wa wafuatiliaji wa channel yetu hii, nawapenda sana, lakini pia kwa leo naomba tuishi hapa, tusubirie kipande kinachofuata ili kutafsiri. Asanteni sana kwa kunifuatilia. Usisahau kusubscribe channel yetu ya Triple A TV ili kupata maendelezo zaidi.